Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's your girl here, Official Kapeshe. Niko na message nzuri sana ningependa kushare na nyinyi watu wangu. Hivyo basi, kabla ya yote, wewe kama ni mgeni hapa katika YouTube channel yangu, kama huja subscribe, ningeomba tu kwa upole nenda ukasubscribe pale, ili hata ninapoweka kazi zangu pale uweze kuzipata kwa uharaka sana. Ningeomba sana, kama hauja subscribe my YouTube channel kupata kazi zangu kwa urahisi. Wewe kama ni mgeni, tafadhali, niko na message nzuri sana nataka kushare na nyinyi, ningependa kushare na nyinyi. Hivyo usisahau kusubscribe. Najua ukisubscribe ndo unapata hizi story kwa uharaka. Ninapo drop kazi yangu hapo, unakuwa wa kwanza kufanya nini? Kuipata. Tafadhali na kusisitiza subscribe, share, like, comment, ili uwe familia wa Kapeshe. Hivyo basi, story yenyewe ni hivi. Bila kusahau, niko na rafiki yangu. Rafiki yangu huyu ni mbaba wa kizungu na anahitaji mwanamke wa Kiafrika. So kama wewe uko interested na mbaba wa kizungu, bila kuchelewa kuja kwa hapo. Nitaweka link hapo nitaweka email yangu hapo. Kwa hivyo wewe, ningekuomba kama uko interested, nenda kwa comment section hapo, wacha, labda unaweza niachia message hapo, ama ukaacha namba yako kwa ajili ya kukupata kwa urahisi. Sasa tuseme hivi, mbaba huyu ni mwanamume mwenye anaishi na mamake. By the way, ni mwanamume mwenye anaishi na mamake na ni mtu mzima. Mamake ni mtu mzima, lakini yeye pia naye umri umeenda, huyo mbaba. So ameniomba kama nitakuwa niko na rafiki mwenye yuko interested kupata mwanamume wa kizungu, niweze kumuunganisha na yeye. Na pia kitu chake chenye amesisitiza ni kwamba yeye inamuia ngumu sana kusafiri kwenda nchi za huko Afrika kwa sababu ya mamake. Yeye ni mtoto wa kipekee na anaishi na mamake. So hawezi kumwacha mamake akiwa peke yake pale. Hivyo wewe kama uko interested, nadhani mnaweza ukaniambia ili nikuunganishe naye, muelewane, afanye hizo process za wewe kusafiri kuja huku. Umeona, ukuje huku, hizo process, mambo na kuoana, mambo na kini, mtakuja kufanyia huku, kwa sababu yeye hawezi kusafiri kuja huko, na hiyo ni yote ni kwa sababu ya situation ya mamake. Hana mtu wa kumwachia. Na huyu mbaba anataka mwanamke mwenye anaanzia miaka kuanzia 31 kuendelea, kwa sababu yeye age yake hataki kuanzia 30 kwenda chini, anataka kuanzia 31 kuendelea kulingana na age yake yenye yuko. So kama uko interested, tafadhali na kuomba kuja hapa na uache message hapo. Nenda hapo kwa comment section uniachie message hapo, ili niweze kuwa rahisi kukuunganisha na yeye. Hii ni chance ya haraka na ni chance yenye imekuja kwa urahisi sana. Hivyo bila kuipotezea, ningeomba ufanye nini? Ukuje hapo, uache details zako, ili tuwe rahisi kukupata. Mwanamke wa Kiafrika, age from 31 kuendelea. Kama uko interested, usisahau kabisa, usizubae ama usichelewe, manake kuna wengi wenye wanahitaji. Mimi tayari nimeona nilete hii mada hapa kwa sababu sina rafiki mwenye ana huo uhitaji wa kwa sasa. Wenye wanahitaji niko nao, lakini ni wa umri wenye wako hainini. Hivyo basi, kama uko interested, tafadhali, kama uko interested from age 31 kuendelea, kuja hapa haraka upesi, ili ujinyakulie bahati hiyo imekuja. Mwanamume wa Kitaliani, ni Mtaliani, amezaliwa peke yake, anaishi na mamake. Nasisitiza, njoo haraka upesi bila kuchelewa.
Message yangu ni hiyo nimeleta, ila sasa ningeomba watu wangu subscribe jamani, subscribe, like, comment, share. Mimi ni mgeni hapa na ningeomba nilikuwa nimekuja hapa kutambulisha kabisa hii nini yangu pia, lakini pia message nimeona nikileta hapa itaenda kwa uharaka. Mwanamke wa haraka upesi, tafadhali bila kuchelewa. Hiyo message ni hiyo jamani. Message ni hiyo jamani, lakini sasa cha msingi zaidi kabisa unatakikana uwe unajua lugha, yani Italian language. Uwe unajua lugha hata kama si sana, lakini ile kiasi ili mpate ile kuelewana pia. Unaona, kwa sababu huyu mbaba hajui English. Hajui lugha nyingine, lugha yenye anayojua ni Kitaliani. So amesisitiza sana mwanamke mwenye atapatikana awe anajua Italian. Hata kama ni ya kubambanya, lakini sasa hiyo at least communication inaenda. Umeona? Anataka communicate vizuri na yeye na pia una communicate vizuri na mamake. So lugha pia ni muhimu. Nasisitiza hapo kwa lugha jamani. Msije mkasema sikuambia mkakuja hapa na malugha zenu zenye hazieleweki. Kama unajua Italian language jamani, kama unajua ukuje hapa. Kama hujui haina haja unitumie details zako, haina haja. Ila kama unajua Italian, tafadhali nimeweka wazi hii jamani. Ukijua unajua lugha ndo ulete hapa details zako kwa msisitizo. Sawa, hiyo ni chance jamani. Nimeileta hapa na nadhani nitapata. Maombi yangu nipate mimi, kwa sababu sasa huyu mbaba hajawahi oa maisha yake. Kwa hivyo jamani, ni ndoa hiyo anataka kuianza. Mwanamke awe na respect. Mwanamke ajue heshima ya mwanamume. Samahani, usije nikakuunganisha we nao ukaja hapa na makando yako yasieleweka. Huyu mbaba, to make you clear, hajawahi oa. Ndo itakuwa ni ndoa yake ya kwanza. Na ni mzee wa watu jamani yule. Sije ukaja huku na mambo yako ya ajabu ukaja ukambwaga na pressure mwanaume wa watu akaanza kunilaumu. Ninataka ukija hapa nikukuunganisha uwe ni mtu na msimamo wako. Uwe ni mtu mwenye umekomaa kiakili. Ndio maana amesema hataki age ya chini ya 31. Hivyo wewe mwenye unakuja hapa wa 31 pia uwe umekomaa kiakili. Hatutaki mambo ya ajabu samahani. Tafadhali, ninawaeka wazi kabisa. Nataka hilo jambo mulielewe. Nataka nieleweke. Nadhani nimeeleweka. Mwanamume huyu jamani hajawahi ingia kwa ndoa. Na kitu cha kwanza hajawahi ingia kwa ndoa. Kitu cha pili, huyu mbaba anaishi na mamake jamani. Anaishi na mamake. Usije ukasema sikukwambia. Ni yeye tu na mamake. Yeye ndo first born na ndo last born. Hana ndugu. Ni yeye na mamake. Hivyo unaolewa na familia ya watu wangapi? Wawili. Mtu na mamake. Usije ukasema sikukwambia. Kuja huku ukijua unakuja wewe ni mtu wa tatu katika hiyo familia. Na akili zako timamu. Samahani, sitaki aibu mimi. Usije ukasema mimi sikusema kabisa. Na mimi nimesema na nimesisitiza. Wewe ni mtu wa tatu kwa hiyo familia. Umeelewa? Kwa hivyo ni hayo mimi. Na naomba nipate mtu na heshima zake mwenye atakuja kuleta familia pamoja. Asije akaanza kuja kukuvunja familia, akaanza sijui sitaki kuishi na mamako, sijui sitaki nini. Wewe yule mbaba watu ameishi na mamake tokea ni mdogo mpaka huu umri. Kwa hivyo njoo na akili zako ukijua unaenda kuishi na mumeo na mama yake, yani mama Kovyaa. Ni hayo tu. Usisahau kusubscribe tafadhali. Subscribe my YouTube channel. Subscribe jamani, msiwe wa binafsi, Yaani mimi nawaletea mambo mazuri alafu msisubscribe. Subscribe my YouTube channel, share, comment, please. Ni hayo, nawapenda nyote jamani. Usisahau kutuma picha jamani, nilikuwa nimesahau. Picha pia ni muhimu. Picha yako, nitumie picha yako hapo kwa